kutetea ubingwa. Msimu ubingwa utakuwa ni mtamu sana kuweza kuushindania. Amini ninachowaambia, kwa sababu Simba itakuwa na majukumu mawili. Kama safari ya Simba itakuwa ni kuelekea mpaka finali, maana yake huko Young Africans itakuwa ishamaliza kila kitu. Unalipata vizuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho naona kabisa kwamba Young Africans wamefeli katika eneo lile. Na ndio maana hata usajili wa jamaa licha kwa sijamuona, nilitamani kuona Young Africans wanapata backup nyingine ya Dr. Khalid Aucho. Kwa sababu ukiangalia wakina Shuaboy ni wazuri, lakini kucheza eneo lile bado hawana ubora kucheza kama kiungo wa chini kwenye mechi ambayo ina wachezaji wenye awareness, hasa kwenye mashindano ya CAF. Unaona kabisa ni ngumu. Yes. Tumezungumza mengi kwa upande wa Young Africans. Ndiyo. Lakini tuhamie kwa upande wa Simba Sports, tugusie wao tayari walikuwa wameshafuzu, lakini mechi ya jana ilikuwa ni mechi ambayo pengine inatoa hatimaye kuongoza kundi. Hatimaye wameshinda na wanaongoza kundi, na pengine anaweza kapangiwa na mpinzani ambaye atakuwa na ahueni kwa upande wao. Tuambie namna ambayo umetizama Simba Sports, unaona wanakwenda kufanya maajabu msimu? Hakika, kwa sababu wana Simba wana deni kubwa sana. Wachezaji wa Simba wana deni kubwa sana na management kwa ujumla, kwa sababu ni robo finali 5 ambazo zote wameishia robo finali. Kwa hiyo huu ndio muda sahihi wa kuweza kuona kwamba lile neno la Simba Giant Afrika, hakuna ugiant. Simba hakuna ugiant Afrika. Hakunaga giant anaishaga robo finali. Hakuna. Zilikuwa ni siasa tu. Giant anaisha robo finali, hakuna kitu kama hicho. Sasa ili kweli wathibitishe wao ni majiant barani Afrika, wakachukua ubingwa. Ginevyo zitakuwa ni siasa tu. Zitakuwa ni siasa. Wanaojiita wao ni wakubwa. Ni siasa tu. Ukubwa upi? Yaani tuseme Simba Giant Berkane, Zamalek nao tuwahitaje? Young Africa tuwahitaje, ambao walifika finali msimu uliopita Confederation? Tuwahitaje? Yaani kama unasema Simba Giant. Simba ni mabingwa wa kuokota pointi tu kwa CAF, lakini sio Giant. Simba ni mabingwa wa kuokota pointi. Robo finali kurudi chini huko. Si ndio? Ndio maana nasema huu ndio msimu wa kututhibitishia kwamba wao wana ubora, wao wanautaka ugiant, lakini Simba sio giant barani Afrika. Utakuwa ni mtu wa ovyo sana ukisema Simba ni giant barani Afrika. Kwa kitu gani? Wewe kuna giant na robo finali? Hakuna. Wewe utakuwa ni mtu wa ovyo kabisa. Haiwezekani. Giant na robo finali. Huu ndio muda sahihi Simba inatakiwa kuutaka ugiant kwa finali, kuchukua ndoo. Hakuna giant anaisha robo finali sheke. Hakuna. Ni maajabu yako Tanzania tu. Ni maajabu ambayo yako Tanzania, maskini ya Mungu. Mtu anajitapa kwamba Simba ni giant ya Afrika. Kwa kitu gani? Robo finali si. Alafu hakuna giant wa hovyo namna hiyo. Hakunaga. Giant anakwenda kuchukua ubingwa. Giant, sifa ya giant. Hivi tunaelewa kwa mara giant. Waambie wakusikie. Yani giant tuseme yani ni mtu au ni timu ambayo kama Ahali vile waandamizi katika mashindano na kufanikiwa kutimiza malengo yao. Tunasema giant, yes, Esperance de Tunis, giant Sudan. Giant robo finali haiwezekani. Hivi ni vituko katika soka la Tanzania. Na huu ndio muda sasa wa kuweza kukemea haya mambo ya siasa za hovyo. Kusema kwamba Simba giant barani Afrika kwa kitu gani? Haiwezekani. Ila muda huu ndio muda sahihi wa wao sasa kutaka ugiant. Ili Simba iwe giant ifike finali. Hakunaga giant robo finali sheke. Hakuna. Maajabu yako Tanzania tu. Yes. Umemtizama vipi Elia Mpanzu jana? Shughuli kama vile ilikuwa imempadia, lakini alitoa assist. Bado namuona Nabii Elia Mpanzu ni mchezaji ambaye anahitaji sana kuwa na utulivu zaidi, lakini si mchezaji wa kawaida kwamba useme hadeserve kucheza Simba Sports Club. Ana kitu na atafika mbali. Nadhani kilichobaki ni kwenda alikoenda Lionel Ateba ili apate utulivu zaidi. Alikoenda kuombewa Ateba naye aende. Lakini ni mchezaji mzuri sana kwangu mimi. Nabii Elia Mpanzu alikoenda Ateba naye aende. Lakini ni mchezaji mzuri. Na niwaambie, siku Nabii Elia Mpanzu akifunga goli moja, sitaki kesi. Na waambie ni mapema.
Siku Nabii Elia Mpanzu akiscore goli moja, sitaki kesi. Atakuja kusumbua watu sana hapa. Siku ikitokea amefunga goli alafu kabla ya mechi ya Young Africans, sitaki kesi. Sitaki kesi, natoa onyo mapema. Chuma cha Mjerumani. Yule ni mchezaji mzuri. Tuache ule utani. Mpanzu ni mchezaji mzuri. Licha kwa watu wengi wataka afunge kanzu Dalizi Tobo na kadhalika. Lakini kile kitu anacho. Lakini ile password ya kuscore tu, si ndio? Ni muda sasa hivi Ateba kumwambia nilikoenda mimi twende na wewe. Kuna kitu hakiko sawa. Amekosa tu utulivu, lakini ni mtu ana kitu na atafika mbali. Lakini aende alikoenda kuombewa Ateba. Basi. Lakini naona kabisa ni mchezaji mzuri. Ila akifunga goli moja, sitaki kesi. Chuma cha Mjerumani, watu wamekuwa na staajabu performance ya Kibu Denis kwenye ligi kuu Tanzania bara, haonyeshi maajabu kama katika michuano ya CAF. Nini ambacho unaona kimejificha kwake? Ambacho naweza nikasema kwa Rastafari, kufunga ni nafasi, si ndio? Yes, kama impata nafasi na score. Kwenye michuano ya CAF anapata nafasi anafunga. Iliwezekana katika mechi za ligi kuu nafasi inakuwa ni finyo zaidi, ambazo ni big chance za kuweza kuscore. Licha kuwa naye kosa zimekuwa ni nyingi, lakini bado simkati tamaa kusema kwamba ni mchezaji wa kawaida. Hapana. Leo hii Yanga wanatamani kuwa na Kibu Denis. Yanga Africans hawa wanatamani kuwa na Kibu Denis. Wewe Kibu Denis na Msonda unamchukua nani? Yaani tuulizane leo ukweli. Kibu huyu hapa, Msonda huyu hapa, unachukua nani? Lazima uondoke na Kibu Denis mkandaji, kwa sababu hata kama kuna muda takwimu azimbebi namna ambavyo upambanaji wake kiwanjani kuifanya timu iweze kupata matokeo chanya, unamwona Kibu kahusika. Si ndio? Na hakuna kitu kibaya Simba kupata watu watatu wenye ubora wa mapambano. Sawa? Kibu, Mpanzu, Ateba. Ogopa sana. Hii dabi ijayo naisubiri kwa hamu kubwa sana. Mimi ninachowaambia, kwa sababu msimu uliopita Yanga akiwa kubwa kwa Kibu Denis. Unanipata vizuri? Kwa sasa hivi wakati unapurukushana na Kibu Denis, kuna Mbavu, Ateba, afu kuna Mpanzu. Maana yake nini? Hii ni dabi ni tamu sana ya kuisubiri kwa mkubwa kweli. Kwa hiyo Kibu Denis, kwa swali lako, Kibu Denis mmoja. Sawa? Ni Kennedy Musonda 7. Amini ninachowaambia, Kibu Denis mmoja. Kibu Denis mmoja. Kennedy Musonda 7. Amini ninachowaambia. Yes. Ndio kweli sio pingika. Kibu Denis mkandaji mmoja ni Kennedy Musonda 7. Amini ninachowaambia. Sio kwa kera, ndio kweli sheke. Ndio kweli. Kwani Musonda namba Yanga Africans anayo? Yaani kwenye mechi ya Yanga na MC Radia kikosi kinatoka, si ndio? Mwana Yanga amtaki Musonda. Kwa nini? Quality yake imedrop, formu yake. Ndio maana kuuliza wewe ndio kocha. Kibu Denis Musonda wewe. Lazima uondoke na Kibu Denis mkandaji, Rastafari. Lazima uondoke na shughuli ya Kibu, sio mchezo she. Anapambana kwenye nafasi. Na anapiga sasa amekipiga kile kitasa, sio mchezo she. Ile kerebu ukipigwa lazima uzime. Unalipata vizuri. Kwa hiyo maana nakwambia Rastafari mmoja, Kennedy Musonda 7. Amini ninachokuambia, Kennedy Musonda 7. Tusipotezee muda, chuma cha Mjerumani lazima kapumzike. Sasa watu wanatamani kusikia sasa chuma kocha Fadlu Davis baada ya kutamatika mchezo wa jana kwenye press alizungumza kwamba focus yake kwa sasa hivi inahamia sasa kwenye kuifuata sasa nusu finali, ambao ni malengo ambayo alikuwa ameshajiwekea mara baada ya kufuzu hatua ya makundi. Wameikata robo finali, sasa hivi focus yao katika hatua ya nusu finali. Simba Sports kwa namna ambavyo inacheza kwa sasa hivi, magoli kama vile yamekata pumzi kwa upande wao, ukiacha jana kushinda goli 2, lakini kabla ya hapo tulikuwa tunaona. Unaiona Simba naenda kutoa ushindani wale ya juu huko finali? Moja kati ya kocha wa kuogopeka zaidi katika soka la Tanzania kwa sasa ni kocha Fadlu Davis. Na namuona kabisa huenda mambo akamnyookea kuja kuvunja rekodi ya kutoka robo finali kwenda nusu finali. Inawezekana kama Simba wakiwa na nidhamu bora ya kuweza kucheza
katika hali ya ubora wa ngumi jiwe robo finali. Kumbuka hii timu ya Simba imeishia robo finali 5. Sababu ya kuishia robo finali 5 ni discipline ya kucheza na mpinzani kwenye ngumi jiwe. Yani imeacha robo finali nyumbani na ugenini. Quality sawa na ufundi pia. Unanipata vizuri? Sasa Simba wana kocha ambaye ana discipline bora ya kuandaa kikosi chake kulingana na mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye. Sawa. Lakini pia ni kocha ambaye ana ubora mkubwa wa kimbinu. Ndio maana nasema kwa hali inayoiona anaweza akawa ni kocha wa kwanza kuja kuipeleka Simba kwenye historia ya nusu finali. Kama wakizingatia haya, kocha Fadlu Davis. Huyu kocha Fadlu Davis huyu angekuwa kocha wa Young Africans, hii Yanga ingeenda robo finali. Kwa namna ambavyo alivyo na kikosi Young Africans kilivyo, kocha wasingefeli. Mimi ninachowaambia, kocha wa Simba na akili vibaya mno ule kocha. Mimi ninachowaambia, kwenye mbinu na ufundi na nidhamu ya kucheza, wewe muangalie kosi chake. Alafu ukitaka uone balaa lake, Simba ambayo ilianza mwanzo inabadilika kila game. Simba ambayo imecheza na Bravos, si ndio? Tofauti na Simba ambayo imecheza jana. Mnakubaliana hiki ninachokisema? Simba ambaye amecheza na wale Sfaxon, si ndio? Tofauti na Simba ambaye amecheza jana. Unaona ni kocha ambaye anabadilika kulingana na mpinzani alivyo. Ndio maana waambieni ile kweli. Huyu kocha kama management ya Simba ingekuwa imemkusanyia crew ya wachezaji ambao ni bora kikosi kipana, angechukua ubingwa kwa na mechi 6 mkononi ligi kuu soka Tanzania bara. Kocha Fadlu Davis, kocha la boli. Amini ninachokwambia shekhe. Kabla mechi 6 ashatangaza ubingwa. Kocha wa Yanga Sidi Ramovic ungempa Simba, angetangaza mapema kabisa, oya msimu ubingwa sina. Na ndio maana leo anashindwa kujua kwamba hii Yanga msimu uliopita na Simba zote zilienda robo finali. Kwenye ligi hii anasema ligi yetu mbovu. Umeelewa sentence? Umeona sentence? Yaani baada ya kupoteza anakuja kusema kwamba ligi yetu, wakati management ya Yanga wachezaji ambao wamefika finali imewabakisha asilimia kubwa wote. Kasoro yeye tu ndio kocha. Unalipata vizuri? Kasoro yeye kocha ndio mpya pale. Tunasemaje? Wewe unategemea kocha angefundisha Azam ingekwaje? Angefundisha Simba kwa kikosi cha Simba. Kwa hiyo lazima apongezwe kocha. Na niwaambie, mmoja kati ya sababu kubwa sana. Umeona Simba ilivyo? Simba kwenye mechi zake za ligi kuu, wapinzani ambao inakutana nao ligi kuu, namna ambavyo wanavyocheza ni tofauti na ambavyo Yanga wanavyocheza na wapinzani ligi kuu. Amini ninachokwambia. Kuna muda utakuja kuona namna ambavyo Yanga anavyocheza na wapinzani ligi kuu. Wale wapinzani wakicheza na Simba tofauti. Unajuta hivi kipa kafungwaje lile goli? Unalipata vizuri? Sasa ile ndio advantage kubwa kwa Simba kuimarika. Kwa maana ya kwamba wao wamekuja na slogan ya kuandaa kikosi chao. Si ndio? Lakini namna ambavyo Simba inavyokamiwa kwenye mechi za ligi kuu ndio Simba inakomaa. Haijafika robo finali msimu huu kwa kikosi chao hiki kwa kuungaunga, hapana. Watu wameanza kukomazwa kwenye mechi za ligi kuu. Tuulizane hapa, Dodoma ilipocheza na Simba ilikuwaje? Simba ilipocheza na Mashujaa? Tunasemaje hapa? Angalia wewe mechi ya Yanga na Dodoma. Ndio tuulizane hapa. Tuulizane mechi ya Yanga na Dodoma. Unajuta hivi hapo kuna nini? Maana yake nini? Simba ilikuwa inakomazwa kwenye slogan yao ya msimu huu, wanaandaa kikosi. Ndio kuimarika kwake sasa. Sasa hii ingekuwa na kikosi bora ambacho ni kipana chini ya kocha Fadlu Davis, tungezungumza lugha nyingine hapa. Amini ninachowaambia. Kwa hiyo gusa acha twende kwao iko Mwenge kwa hivi sasa, sio tena michuano ya kafu. Wanipata vizuri, sio tena michuano ya kafu. Lakini hii gusa achia lazima watu wawe na discipline, kwa sababu safari na shughuli moja tu. Yaani Yanga tutakijua kwa hivi sasa ni Mwenge mkoani. Mwenge mkoani ndio gusa achia liko bakia. Sasa ukiingia kichwa pia uende likakukuta jambo. Gusa achia tu robo finali imefeli. Na niliwaambia mapema kabisa hizi calculator zitakwenda kufeli hizi. Gusa achia tu robo finali ile ilikuwa ni ya mchongo. Kwa ndicho ambacho kilichopo. Na nikasema mapema wakati mnanioji kabla ya game, nikasema kweli tumeona gusa achia ya ligi kuu. Lakini Yanga haiendi kukutana na Fountain Gate. Hivi nyewe mlielewa kwa nini alikama kwenye pesa ya mwisho alikuwa mkali? Mlielewa? Wanasema Waswahili, mbwa anapokaribia kufa anapunguza uwezo wa kunusa.
washakaka kugonga hivi, kumbe unaondoka hivyo. Walipata vizuri. Kitendo cha Ally Kamwe kuwa mkali kwenye presi ile, kuna vitu walikuwa wanaviona kwamba wako atotoboi. Unalipata vizuri? Ndicho ambacho kimekwenda kutokea. Kumbe. Ndio maana nasema Yanga ingecheza mechi ile miezi 6 Pacome ndani na wengine ndani isingetoboa. Kumbe wao walijua. Kuonyesha rohoni ni jambo la muhimu sana. Amini ninachowaambia. Amini ninachowaambia. Hivi Ally Kamwe shaikuwa mkali vile? Anyesi mlimfuata kwenye presi yake. Ally Kamwe alikuwa ni mkali vibaya mno. Ule ukali ule. Ushaona mtu anataka kufa na kuaga kila kitu. Nimeacha kwenye draw, benki kuna milioni 20, ndio ilikuwepo pale. Password hizi hapa 24. Unaelewa vizuri? Ndio ambacho kake kimekwenda kutokea. Kwa walikuwa nakiona kabisa. Na uzuri ile game ni kwamba wote wamejua timu imefeli, gusa achia, turudi Mwenge wakiwa wako wengi Benjamin Mkapa. Lete swali lingine. Sisi tukushukuru sana bwana. Nashukuru sana. Pamoja, shukrani sana pia.